السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rahma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni fadla kubwa na ni kheri kubwa kwa kudiriki kupata mwezi mtukufu wa Ramadhan, ani kwa maana mwezi ulio na matukufu ndani yake. Mada yetu ya leo au habari yetu ya leo katika mazungumzo yetu ni kuwa malladhi yutlabu min almujtama'i fi shahri Ramadhan. Malladhi yutlabu, ni yapi yanayotakikanwa minal mujtama'i, kwa jamii yote, fi shahri Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Waislamu ni kuwa sisi tuna qudwa, sisi tuna kiigizo, na kiigizo chetu sisi ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha wanafunzi wake, na sisi tunaichukua dini kutoka kwa wanafunzi wake, na mafunzo yote tunayachukua kutoka kwa wanafunzi wake. Katika ambayo yanayotakikana kwa jamii na ambayo yanatakikana kujifunza kwayo ni manhajul khulafa'ir rashidin, ni utaratibu mzima wa al-khulafa'ur rashidin, namna ya kwamba walivyoipokea Ramadhani na namna walivyotekeleza ndani ya Ramadhani na namna juhudi zao zilivyokuwa ndani ya Ramadhani. Manhajul khulafa'ir rashidin, kwamba taratibu mzima wa khulafa'ur rashidin, wale makhalifa wanne wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ani kwa maana Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, pamoja na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ama Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu yafahamika kwamba ni as-sahabatul jalil, kwamba yeye ni sahaba bora, yeye ndiye khalifa baada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwamba ni khalifa huyu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunachojifunza zaidi kupitia kwa mwanafunzi huyu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa indahu tujadu madrasatul ikhlas. Mbele ya Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu tunaipata madrasa inayozungumzia kuhusu kufanya jambo kwa ajili ya Mungu, na si kutaka sifa kutoka kwa watu au kutaka watu waweze kukusikia kwamba hicho unachokifanya au unachokitekeleza. Kwa hiyo kwa mbele ya Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu, fa indahu madrasatul ikhlas, kwamba mbele yake tunapata madrasa inayofundisha ikhlasi wa sabqi fil khairi, na kutangulia katika mambo ya khairi. Kwa sababu yeye mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu katika Qur'ani, akamwambia kwamba yeye akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wama li ahadin indahu min ni'matin tujza, kwamba wama li ahadin indahu, si kwa ajili ya yeyote mbele zake akilifanya jambo la Mungu, kwamba min ni'matin tujza, kwamba kuna neema ambayo kwamba yeye atakuja kupewa, atakuja kulipizwa na kupewa Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu. Wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitighaa wajhi rabbihil a'la, isipokuwa kwamba yeye alikuwa akitoa Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amewakomboa watumwa wengi, akiwemo
Bilal ibn Rabaha radhiyallahu ta'ala anhu, lakini baada ya kuwakomboa na kuwaacha huru, lakini yote akiyafanya kwamba wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitighaa wajhi rabbihil a'la. Ndugu zangu Waislamu na wasio kwa Waislamu, ani ni kwamba ili mtu aweze kupata daraja bora mbele Mwenyezi Mungu Subhana, kwanza ni kutizama haki za wenzake. Ili mtu apate daraja kubwa, kwanza ni kuangalia haki za wenzake. Si jambo bora kwamba wewe kwamba kuna jirani yako yuko pembeni ya nyumba yako, yeye anapata tabu, yeye hana cha kujistiri na familia yake, alafu wewe unakula unashiba kabisa na wala huna hata wasiwasi. Hapana, hilo ametukataza na kutuelekeza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba si muumini wa kweli yule ambaye anashiba na hali kwamba jirani yake wa karibu yake ana njaa. Huyo si muumini wa kweli. Na huwezi kufahamu ya kwamba, au huwezi kujua ni kwamba asema watilkal ayyamu nudawiluha baina nas, kwamba haya masiku mnavyoyaona yanageuzwa na kuzungushwa na kupelekwa kuwapitia watu. Huyu ambaye kwamba yeye ni fukara na kwamba hajiwezi, ana familia, na ile familia inaona kwamba jirani yetu nyumba ya karibu kwamba yeye anacho lakini hatupi sisi, wale unaona kwamba ni maskini, kesho watoto wale wanakuja kuwa ni matajiri wakubwa, wanakuja kuwa na hali yao ni kubwa, na hali ya kwamba wewe uliokwamba nacho umekwenda akhera, watoto wako wanakuja kuwa hali zao si nzuri. Kwa hiyo hali hiyo inakuwa ni kama wiratha, kurithishana, watu kuonyeshana na kutamba na kufanyana mambo ambayo si mazuri. Kwa hiyo wema ukiufanya ni kwamba una athari yake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukuacha hivi hivi, ule wema unaendelea katika hali kama hiyo. Kwa hiyo Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu anatufundisha somo la ikhlasi, kwamba unapofanya jambo basi fanya kwa ajili ya Mungu. Ukitaka kuswali, ukitaka kutoa, ukitaka kufanya nini, na si vyema kwamba ukatoa unasaidia watu, basi wakati ukisaidia watu basi wewe ndio unawasimanga tena, mnawaona hao, mimi ndio nawapa na mimi ndio nafanya hivi na bila mimi wasingekuwa hivi. Hilo la manni, la masimango, amelikataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ani ni kwamba tufanye mambo ya kumridhisha Mungu, lakini vile tukifanya tufanye kwamba tukitaraji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa fadhila zake na khairi zake. Ama kwa sahaba wa pili ni kwamba Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yeye madrasa yake ni madrasatu tandhimil mujtama'i wa ta'dhimi sha'air. Madrasa ya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kwamba ni madrasatu tandhimil mujtama'i, ni madrasa ya kuitengeza na kuiunganisha na kuiweka pamoja jamii, wa ta'dhimi sha'air, na kutukuza mambo ya jamii kwa ujumla yake. Ani ni kwamba yeye alikuwa Sayyidina Umar radhiallahu ta'ala anhu anayetizama kwanza jamii ile ipate neema kubwa, ikiwepo kuwepo hiyo Baitul Muslimin. Lakini la pili ni kwamba jamii iwe katika hali ya kujitambua na kuwa katika utaratibu utakaokuwa ukatambulisha jamii hii na mtu huyu, wakajuana na wakasaidiana hivi na vile. Katika alilolifanya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu, yeye katika fawaida alizofanya kwamba yeye ni kuweka ni jamu'un nasi ala imamin wahidin fi salati tarawihi, ni kuwakusanya watu kwa imamu mmoja katika swala ya tarawih. Jamu'un nasi ni kuwakusanya watu ala imamin wahidin, kwa imamu mmoja, fi salati tarawihi, katika sala ya tarawih. Hili ni jambo ambalo kubwa alilofanya Saidna Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Faida yake ni ipi? Kwamba faida ya kijamii ni kwamba fadlan an ta'ziz al-iman wal khushu'i, achilia mbali kwamba unatia nguvu ile imani ya watu kwa pamoja na khushu'i ya sala,
lakini anachotaka hapa Saidna Umar kwa ujumla wake, yapo mengi anayokusudia, lakini alichokuwa akitaka kwamba ni taqwiyatu awasiril mahabbati wal ukhuwa, ni kuimarisha uhusiano wa mapenzi na udugu. Ni kwamba kaya zote zinazozunguka katika eneo lile, kwamba kaya zile zitakutana katika eneo moja baada ya swala ya Isha, kisha baada yake watasali rakaa 20 katika msikiti mmoja, na watakuwa katika hali moja. Watakapokusanyika kwa muda mrefu kama huo, ni kwamba hapo kutazalikana awasurul mahabbati wal ukhuwa, uhusiano wa mapenzi na udugu. Watu watakuwa pamoja pale, na hilo litazaa kujua na hali zao, kwamba mwenzetu hali yake iko hivi na mwingine iko hivi, na hilo litazaa kuweza kujaliana, kusaidiana na hali kama hii. Lakini vile vile katika faida hiyo, faida ya watu kuwa pamoja kama hivyo, ni naqlul ma'rifati wal fiqhi la amali, ni kuhamisha ujuzi na sheria zile za kijamii, kwamba sheria zile za kimatendo. Ani kuna mwingine atakuwa analijua hili, huyu halijui hili. Kuna mwingine analifahamu hili halifahamu. Kwa hiyo watu wale, kitakachozalikana mbele zao kwa watu wale ni kwamba asiyejua jambo atajua jambo kupitia kwa mwenzake. Kama kuna jambo alikuwa hajui katika swala, kuna jambo alikuwa halijui katika taratibu za Ramadhani, kuna jambo alikuwa halijui katika yanayofunguza Ramadhani, kuna jambo alikuwa halijui katika jamii ya mwenzake, nyumbani kwa mwenzake, kuna hali hii na ile, basi utakuta ni kwamba yale ya kukusanyika kwa pamoja kwa mujibu wa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiallahu anhu ni kwamba ni naqlul ma'rifati wal fiqhi al amali, ni kuhamisha al-ma'rifa, kuhamisha ile maarifa na fiqhi ya kimatendo. As-sigharu yata'allamuna min al-kibari, wale wadogo watajifunza kutoka kwa wakubwa. Wadogo kihisi wa maanawi, kwa maana kwamba wadogo kama wadogo watajifunza kutoka kwa wale wakubwa, au maanawi wadogo kiilmu watajifunza kwa wale wakubwa kiilmu, kwa sababu mtu anaweza akawa ni mtu mzima halijui jambo akajifunza kwa kijana anayelijua jambo. Kwa hiyo hili ni katika mambo aliyoyaweka Sayyidina Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini vile vile muharabatul fitani wal ishtighali bidunia, kupiga vita. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu aliweza kuweka hivyo kwamba ili muharabatul fitani, kupiga vita fitna, walishtighali fi dunya, na kushughulika au bidunia, na kushughulika na habari za kidunia, ili watu wakimbilie msikitini, watu wakafanya ibada msikitini, hali ya kwamba wanaiepuka dunia yao na michezo ya hovyo isiyofaa, hali ya kwamba watu wanaepuka mambo ya laghu, mambo ya hawa, waweze kuondoka katika maeneo yao hayo, wakimbilie msikitini, wakajumuika kwa pamoja. Hii ilikuwa ndio hali na ulikuwa ndio utaratibu aliokuwa amekwenda nao huyu sahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini achilia mbali hayo yote, ni kwamba at-tarawihu, kwamba swala ya tarawihi ni kwamba tuqra'u fiha al-Qur'an, katika swala ya tarawihi kwamba yasomwa Qur'ani, na Qur'ani kama unavyofahamu kwamba ikisoma Qur'ani, watajahalu hadhihi al-qira'atu akthara ta'thiran ala al-qulubi, kwamba kisomo cha kwenye Qur'ani kinafanya kwamba mtu aathirike zaidi katika moyo, hata kama husikii kile ambacho kinachosomwa, uelewi kwa maana yake, lakini Qur'ani inatubia kwamba ikisomwa inamuathiri mtu katika moyo wake. Huyu ni sahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sayyidina Umar alifanya juhudi kubwa sana kuwaunganisha watu, kutembea usiku, kukagua hali za raia wake na kuweza kuona namna gani aweze kuwasaidia watu wale, mpaka siku moja ambapo ni kisa maarufu yajulikana kwamba anamkuta mama mmoja akilalamika yeye hana chakula. Itakuwaje, huyu khalifa anafanya hivi, mimi sina chakula? Yasemekana kwamba huku akiweza kuchemsha mawe ili kuwabembeleza watoto waweze kulala.
Akasikia Saidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu akiwa na msaidizi wake maelezo yale. Saidina Umar radhiallahu ta'ala anhu akatoka hali ya kwamba ana huzuni kubwa, machozi yakimtoka, akaenda paka Baitumalul Muslimin. Akaenda katika Baitumalul Muslimin, akachukua kiroba kile na akabeba mwenyewe akaleta paka katika nyumba ile, na yule msaidizi wake akamwambia kwamba lete nikusaidie mimi, nikubebee ili tuweze kwenda kule kumsaidia yule mama. Akasema Saidina Umar radhiallahu ta'ala anhu kwamba ni nani atakayenibebea mimi mzigo wangu wa madhambi siku ya Kiyama? Kwa hiyo acha mimi mwenyewe nibebe na niweze kupeleka hili niweze kufika huko. Akenda akafika mpaka pale na akaweza pelekea mama yule, na akajitambulisha kwamba ni Umar bin Khattab radhiallahu anhu khalifatul mu'minin, kwamba yeye ndio khalifatul mu'minin, na akasaidia katika utaratibu wa upishi na mpaka akahakikisha kwamba watoto wale wameshapata riziki ile. Haya ni mafunzo ambayo twafundishwa sisi umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia, ndugu zangu Waislamu, si jambo lolote mnaloliona hili. Sote tutakwenda akhera, lakini sasa tukifika akhera ni kwamba je, tutakuwa na amali zipi na tutakuwa na matendo yapi? Hili ndio jambo ambalo kila mmoja wetu anaweza akajiuliza kwamba je, mimi nitakapokwenda akhera, nikifika akhera, je, nitakuwa katika hali gani? Nimesaidia watu kiasi gani? Au nimedhulumu watu? Au nimefanyaje? Haya yote ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kutuuliza siku hiyo ya Kiyama. Ama tunalojifunza sisi kwa mwanafunzi mwingine watatu, huyu khalifatu Rasulillah, kwamba huyu ni khalifatul mu'minin, ni katika khulafau rashidin Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yeye tunajifunza jambo kubwa sana, madrasatul Qur'ani wal khushu'i. Tujifunza madrasa ya Qur'ani na khushu'i, ani kwamba watu waweze kusoma Qur'ani, watu waweze kujifunza Qur'ani. Si jambo jema kwamba katika nyumba hiyo ikaonekana watu hawaijui Qur'ani, baba mama hajui Qur'ani, watoto hawajui Qur'ani. Albaitul ladhi, nyumba ambayo kwamba yuqra'u fiha alqur'ani, kwamba inasomwa ndani yake Qur'ani, yakthuru khairuhu wa yaqillu sharruhu, nyumba ambayo inasoma Qur'ani khairi zake zinakuwa ni nyingi na shari zinakuwa ni kidogo. Hivyo kwamba yafurahisha sana kwamba ukakuta kwamba katika nyumba ile kuna mashafu, watoto, familia imekaa pale, mama akisoma Qur'ani, baba akisoma Qur'ani na familia ikisoma Qur'ani. Hiyo inakuwa nyumba hiyo ina baraka kubwa sana, na nyumba hiyo inakuwa na kheri kubwa sana, kwa mujibu wa maelezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tunajifunza sisi ta'azizu fahamil Qur'an, kuimarisha na kutia nguvu jamii iweze kufahamu Qur'ani kupitia alqudwa, amekiigizwa kilicho kwamba chema, minat tarbiyati wat ta'limi, kutokana na mafunzo, malezi na mafunzo min sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Uthman ibn Affan, kutoka kwa sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Hivyo ndugu zangu, hata baada ya Ramadhani, kwamba ikimalizika, kwamba Mwenyezi Mungu atujalie kheri tuimalize Ramadhani kwa salama na amani, lakini kila familia iweze kuazimia na iweze kuweka azma ya kwamba kwanza inaweka azma ya kujua Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pili ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupa umri tukaimaliza Ramadhani kwa salama, katika kipande cha umri cha mtu kilichobakia, basi kipande hicho basi aendelee kuisoma Qur'ani hata baada ya Ramadhani. Aendelee kuisoma Qur'ani, kwanza aifahamu Qur'ani matnan, kuisoma kama kuisoma, lakini pili kwamba afahamu Qur'ani maana yake na kinachosemwa ndani ya Qur'ani. Ndugu zangu ambapo mnanisikiliza, ni kwamba almujtama'u, jamii, tadrusul Qur'an, jamii inayosoma Qur'ani, kwamba tantuju afradan, inapata faida kubwa sana kwa mtu mmoja mmoja, lakini qadirina ala alqiyadati bilhaqqi waladli,
kwa wale ambao wanaoweza kufuata jambo hilo kwa haki na kwa uadilifu. Kwa hiyo ni wajibu wetu mkubwa sana kwa haki na kwa uadilifu kuweza kulifanya jambo lile. Ndugu zangu, tusighurike na ulimwengu. Ulimwengu kama mnavyouona katika hali yake ilivyo, tusighurike na ulimwengu. Ulimwengu huu hauna maana zaidi ya kwamba ni hivi, tukiamka asubuhi tunarudi jioni. Na kuna baadhi yetu ni kwamba unaweza ukatoka nyumbani kwako ukiwa salama na amani, lakini unarudishwa hali ya kwamba wewe ni maiti ndani ya nyumba yako. Hivyo ni kujitahidi kwamba kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama tukimaliza katika ukhalifa wa Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, yeye Sayyidina Ali ibn Abi Talib akitufundisha madrasa yake ni kwamba ni madrasatu taqwa, ni madrasa ya taqwa wa ihdharul akhirah, madrasa ya uchamungu na kuihudhurisha katika akili yetu akhera. Asema Sayyidina Ali radhiallahu ta'ala anhu kwamba innama hiya anfusukum illam tushghiluha bitaa shaghalatkum bilma'siyah. Akitoa taarifa hiyo Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu asema kwamba innama hiya anfusukum, hakika si vingine kwamba hiya anfusukum, jamani zitizameni hizo nafsi zenu, ziangalieni, muwe makini sana na hizo nafsi zenu. Illam tushghiluha bitaa, msipozishughulisha na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mkawa mnajishughulisha na mambo yasiyofaa, shaghalatukum bil ma'siyah, nafsi hizo zitakushughulisheni kwa maasiya. Ni kwamba nafsi zetu zilivyo ni kwamba zimeumbwa ili tuzishughulishe. Tusipozishughulisha kwa taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakuta nafsi hiyo unaishughulisha kwa kingine kisichokuwa taa, kwa sababu sisi hatukuumbwa kwamba tukae tu. Utakuta ni kwamba lazima utatoka, lazima utafanya hili na lile. Kwa hiyo usipoishughulisha ile nafsi kwa taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaishughulisha kwa kitu kingine. Kwa hiyo ihdharul akhirati asasun fi Ramadhan, kwamba kuihudhurisha akhera katika akili zetu ni msingi mkubwa sana katika Ramadhani, wa fi ghairihi, na katika miezi mingine isiyokuwa Ramadhani. Taqwiyatul iradati wa dhabtu shahawati, kinachotakiwa ni kwamba ni kutia nguvu ule utashi wa kufanya mambo ya Mungu. Lazima utashi ule utie nguvu, wa dhabtu shahawati, na kudhibiti matamanio. Ndugu yangu Muislamu, ni wajibu mkubwa kwetu sisi kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuweza kufanya jitihada kubwa zaidi za kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kufanya jitihada kubwa zaidi katika kufanya haya. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kheri, atujalie salama, atujalie amani katika hayo yote yanayotakikana. Ndugu yangu, alladhi yutlabu min almujtama'i iqtida'an bihim, kwamba kifupi ni kwamba yanayotakikana kwa jamii kuweza kuyafuata mambo yote hayo ni tashihu niyati qabla dukhuli shahri wa ba'da dukhuli shahri, ni kwamba watu wasahihishe nia, tusahihishe nia zetu katika utekelezaji wa mambo. Nia inasahihishwa ni kwamba kabla ya kuingia Ramadhani tusahihishe nia zetu, na baada ya kuingia Ramadhani tunakuwa tumesahihisha nia zetu. Lakini vile vile islahu dhatil baini, ani ni kwamba kupatanisha wale kwamba wana ugomvi. Ni kwamba itakuwa si jambo jema kwamba wewe ndani ya Ramadhani wafanya ugomvi na mwenzako, hupatani na mwenzako. Na hao wenye ugomvi ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, hao thawabu zao hawa hawatupata malipo wale ambao wana shahna bainahum, wana ugomvi kati yao. Kwa hiyo watu wajitahidi zaidi katika hali hiyo, ni kwamba wasiwe na habari kama hizo na waweze kutekeleza kama hivyo. Lakini vile vile ihya salati aljamaati wa tarawih, watu waweze kuhuisha na kuimarisha sala za fardhi. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa afya na uzima,
mpaka tukaidiriki Ramadhani na tukaweza kusali tarawihi. Hizi ni fadhili zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kuna wenzetu ambao mwaka jana wao kabla ya Ramadhani au mwaka huu kabla ya hii Ramadhani walikuwa na afya nzuri kuliko sisi ambao tumeipata Ramadhani, lakini wale wenzetu wao wametangulia mbele ya Allah Subhanahu. Hivi sasa tuzungumza wako chini ya ardhi, lakini sisi tumpata kheri ni kwamba tupo katika kuendelea na mambo kama haya. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikuruzuku ukaipata Ramadhani kama hivi na tarawihi, basi endelea na hizo ibada, dumu na hizo ibada, zitakusaidia wewe. Dumu na ibada hizo, kwa sababu huwezi kujua ni kwamba hiyo Ramadhani ijayo kwamba je, utakuwa ni katika wenye kutekeleza Ramadhani au ni katika ambao watakuwa wako tahta thara, wako chini ya mchanga. Lakini vile vile kwamba yatakikana kwamba nashru thaqafati sadaqati wat takaful, nashru thaqafati sadaqa, kueneza na kusambaza utamaduni wa kutoa sadaka. Ani kwamba si baba tu kwamba utoa sadaka, unaizoeza ile familia yako pia kutoa sadaka. Ni kwamba ni watoto wala hata kama ni siku za Ijumaa au watu wakenda msikitini, wale watoto unawapa kwamba pesa, kwamba shika pesa hii, hebu nenda peleka hii pesa ukatoe sadaka. Kwa hiyo wale watoto watakuwa katika hayo ya kupenda kutoa sadaka. Nashru thaqafati sadaqa, kueneza utamaduni wa watu kutoa sadaka. Watakaful, lakini vile vile na mshikamano wa kijamii, kwa sababu utakuwa unamfundisha yule kijana wako kwamba kuwa na mshikamano katika ile jamii. Kwa hiyo ndugu zangu, tujalie mambo yote ya kheri yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kabuli katika mambo yote tunayoyafanya. Ani katika ibada zote tunazozifanya za sadaqa, ibada tunazozifanya sisi za vitendo, za swala za tarawihi, swala za usiku, na yote tuyafanyayo kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba mambo yote hayo Mwenyezi Mungu ayakubali. Akhukum Umar bin Salim, ni mimi ndugu yenu Umar bin Salim. Napenda kuwaombeni kheri, Mwenyezi Mungu akupeni kheri. Kwanza viongozi wetu, Mwenyezi Mungu awape kheri, awape salama na wasaidizi wao. Lakini pia jamii yote Mwenyezi Mungu akupeni afya, na Mwenyezi Mungu katika taifa letu atuondolee matatizo haya na yale. Akhukum Umar bin Salim bin Khamisi, ambapo kwamba namba yangu ni 0682 78 28 49. Insha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.